Wapendwa na wasikilizaji wa channel yetu, ningependa sana kuwakaribisha katika asubuhi ya leo ili tuweze kujifunza mengi yanayohusiana na mambo juu ya familia. Nimepokea nyaraka nyingi kutoka kwa kina dada wetu wakiniuliza, mchungaji, tunawezaje kumtambua mume bora wa kuweza kutuoa ama mume bora ambaye anapaswa kukuoa. Na bila kupoteza muda, ningetaka kukuarifu ya kwamba ni kweli uchaguzi huu ni uchaguzi ambao unahitaji umakinifu zaidi, uchaguzi ambao unahitaji weledi wa mbingu, uchaguzi ambao unahitaji Mungu akuwe msaidizi, na uchaguzi ambao ukiangalia roho unabii inatushauri kama ulikuwa uombi kabla ya kuchagua mpenzi wa kuishi naye, fanya uamuzi wa kuomba vizuri, kwa sababu ni uchaguzi ambao utahitaji neema ya Mungu. Na kwa maana hiyo, leo ningependa kuwakaribisha katika kujifunza kwetu mambo ama tabia ambazo utaziona wakati labda wewe ni kijana au jaoa, ama wewe ni mume ambaye ni mume wa mtu na unahitaji kuwa mume bora, na utakuwa kwa njia gani ili uweze kufikia hizo vigezo vya kuitwa mume bora. Na jambo la kwanza, lazima ugundue ya kwamba mume bora anahitajika kwamba awe anamheshimu mke wake, anamheshimu mke wake. Ninaposema anamheshimu mke wake, na maanisha ya kwamba lazima awe na heshima ya kuweza kumheshimu mke wake, na kwa njia ambayo mke wake hatakuwa anakwazika. Kwa sababu kuna malalamiko ambayo nimeyapokea hapa, na leo ningependa kuyazungumzia katika channel yangu. Nimepokea malalamiko ambayo akina dada wanalalamikia juu ya mume zao. Wanasema mambo haya wangependa waume zao warekebishe ili ndoa zao ziwe salama. Ninahitaji kuzungumzia mambo 10 ambayo akina dada, mambo 10 ya kwanza ambayo akina dada wangependa waume zao wabadilishe. Nataka nizungumzie mambo 10 sehemu ya kwanza, mambo 10 yanayohitajika kubadilika ili ndoa ziwe salama. Sehemu ya pili itakuja baada ya kipindi hiki. Jambo la kwanza, mume kuongea na hasira mbele ya mke wake. Kuna waume wanaongea na hasira, na hii utaiangalia hata wakati mnachumbiana. Tafadhali kina dada, jihadhari sana na watu wenye hasira na watu wenye ghadhabu. Na ikiwa wewe uko katika ndoa, na kushauri kama mume wa mke fulani, epuka kuwa na hasira, kwa sababu hasira ni hasara. Hasira imechangia uvunjikaji wa ndoa mingi, na hivyo basi na kushauri uache hasira katika kuzungumza na mke wako. Na jambo la pili ambalo wake hawapendezwi nalo ni mume kutokubali makosa yake anapokosea mke wake. Wakati mwingine unakuta mke amekosewa, amekasirishwa na mumewe, ametukanwa, amefanywa jambo fulani, lakini mume kwa sababu anataka ule ubabendume wa kuonyesha yeye ndiye kigogo katika familia, anakosa kumsikiza mke wake na kukubaliana na yeye ya kwamba kuna wakati mwingine amekosea na anahitaji marekebisho katika hiyo hali. Jambo la pili ni mume kuchelewa kuingia katika nyumba usiku. Kuna wanaume wanacheza kamari, wanaenda kwa party, wanaenda wapi, wanakuja saa 8 za usiku, saa 6, saa 5, saa 4 mume hajawasili nyumbani. Watoto kweli watapokea ile uhusiano? Na kumbuka katika kipindi kilichotangulia tulisema kama akina ndoa lazima muwe na muda wa kutenga wa kuweza kufanya ndua ama maombi katika familia. Na hivyo basi wakati ule mwingine mtakuwa wewe unafika usiku, wakati wengine wameshakula, mke anakesha kukusubiri, hataki alale, ukuje kumwamsha tena akuletee chakula, unakaa kwa kazi usiku, haipendezi. Hivyo basi ninawashauri katika ndoa ni vizuri wanaume wajaribu kuwahi mapema, kwa sababu unapowasili kwako mapema unaweza ukapata nafasi ya kuweza kuomba na mke wako, unaweza ukaweza
kupata nafasi ya kuzungumza na watoto wako, unaweza nafasi ya kujadiliana mambo mengine kama familia kabla ya kuenda katika kulala. Mambo ya kuenda kucheza kamari, kuimba huko, kufanya mambo zingine ambazo zinatupotezea wakati tunafika manyumbani usiku. Tafadhali na washauri wanaume wenzangu, tafadhali tujaribu kadri tuwezavyo kuwahi nyumbani mapema kuondoa hizi migogoro. Jambo la 4 ambalo wanawake hawapendezwi nalo ni uasherati. Na ninapozungumzia uasherati nazungumzia watu waliooa na watu ambao hawajaoa. Kama wewe unachumbia msichana fulani, wacha kukaa na wasichana 20 ama 50. Jitunze, jifunze kukaa na msichana mmoja na kuridhika, kwa maana uasherati si kitu ambacho kinapaswa kutajwa kabisa kwa watu wa Mungu. Ridhika na mke wako, ridhika, weka boundaries, wacha kukaa na huyu kuruka. Wake wanahuzunika sana wanapoona waume zao wanaendelea kupanyana huko ili kuweza kufanya uasherati. Na jambo la 5 ambalo tunazungumzia leo katika fundisho letu la leo, tunazungumzia juu ya mume kutompa mkewe pesa za kumtosha. Na kuna wanawake wanapewa 50, wanapewa 100, wanapewa 200, na wakati mwingine wanahitaji mingi kushinda hiyo. Ndio maana basi na washauri wanaume ya kwamba muwapatie wake zenu pesa ambazo zinaweza angalau kuwatosheleza mahitaji yao yale ya kimsingi yanayohitajika katika familia, ili kuepuka migogoro mingine ambayo inaweza tokea pale kwa sababu ya ukosefu wa mahitaji ya muhimu. Kwa maana wakati unapompatia pesa kidogo kiasi kwamba hata mwenyewe anajaribu kuzitumia, inakuwa ni vingumu sana kuweza kuzitumia kwa sababu ya mahitaji yaliyo ndani ya familia. Jambo lingine ni mume anapompa mke pesa anataka kujua jinsi anavyozitumia. Kuna wanaume wamekuwa wapelelezi. Akikupa 50, akikupa 500, akikupa 1000, lazima afuatilie mpaka senti ya mwisho. Wanawake wangependa sana ya kwamba muweze kuwa watu ambao mnawapatia nafasi ya kufanya matumizi ya pesa bila ufuatiliaji mpaka senti ya mwisho. Jambo hili linawaudhi akina mama sana sana walio katika ndoa, kwa maana wakati mwingine wanahitajika wanunue vitu zingine ambazo wangependa wao wenyewe kuzitumia. Na kama umempa kitu mtu, mruhusu atumie, kwa sababu ni yeye umeshampa. Si kwamba umfuatilie hata akijaribu kununua hiki lazima ufuatilie umwambie hiki akifai, hiki ndicho kinafaa, kwa sababu wanaume wanapenda kila kitu iende kulingana na venye wangependezwa. Kama umeamua kumpa na hukuenda ununue peke yako, ingependeza zaidi kama ungempatia nafasi ya kutumia pesa bila msukumo wako. Jambo lingine la 7 ambalo ningependa kuzungumzia leo ni juu ya ulevi. Kuna wanaume wamekuwa walevi, wanywaji wa pombe, wavutaji wa sigara, watumiaji wa miraa, watumiaji wa kila kitu ya vileo ambazo zinaweza wafanya wanaume wakose nafasi ya familia zao. Wengine wamekuwa hata walevi wa simu, wengine wamekuwa walevi, yani vitu ambazo zinachukua muda wako, zinazokuteka, unakuwa zinakukeep busy. Walevi wa simu. Kuna watu wamekuwa walevi wa simu. Vitu vinaweza kuwa vizuri, vitu vinaweza kuwa vinaweza tumika katika hali fulani, lakini utakapoamua kuvitumia kwa ajili, najaribu elewa statement yangu, kuna vitu mingi labda zinaweza kuwa zina manufaa, kwa mfano simu, lakini utakapoamua kuitumia kwa ajili ya kutumia muda mwingi kushinda familia yako, hiyo inakuwa sehemu ya ulevi, kwa sababu imekuteka nyara, imekufanya wewe ni mtumwa, umekuwa addicted kwa hiyo kitu. Na ndio maana tunasema chochote kile, ikiwa ni pombe saa nyingine tunaambiwa na methali ya kwamba ni uharibifu. Pombe kwanza inachangia uharibifu, ni mdanganyifu. Kileo ni kinadhiaka, kinafanya mambo mengine ufanye bila kukusudia. Kwa leo ningependa tuachie katika nafasi ya 7. Majalio tena tutaweza kuendelea ili tukajifunza zaidi. Kwa sasa muwe na wakati mwema. Ukiwa umefurahishwa, like, subscribe, share and comment. Goodbye.